الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن خير الزاد التقوى. Ndugu zangu, shukurani zote zinamstahiki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Bwana wa viumbe wote, na rehma na amani zimwendee kipenzi chake Mtume Muhammad na kizazi chake kitoharifu na masahaba wake waliokuwa wema na mitume na manabii wote waliotangulia mbele yake. Na wahusieni kama ninavyohusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa ucha Mungu ndicho kitu ambacho kitatufaa katika maisha yetu ya hapa duniani na ya kesho akhera. Leo ikiwa ni siku tukufu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe ameitukuza kwa sababu mbalimbali na kwa faida yetu sisi wanadamu na haswa Waislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika sura Al-Imran aya ya 96, inna awwala bayt wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'ala an-nasi hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Katika aya hizi Mwenyezi Mungu anatuambia hakika nyumba ya kwanza waliowekewa watu kwa ibada ni ile iliyoko Bakka, yani kule Makka, iliyobarikiwa na yenye uongofu kwa walimwengu wote. Kwamba nyumba ya kwanza ambayo Mwenyezi Mungu aliamrisha ifanywe ibada ndani yake ni Kaaba, ambapo na msingi wake uliwekwa na Nabii Adam na Nabii Ibrahim na mwanawe Ismail, ndio walikuja kupandisha ule msingi wenyewe. Kisha Mwenyezi Mungu anatuambia fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim, katika nyumba hiyo ya Kaaba, katika Baitul Haram, asema kuna alama, asema ndani yake zipo ishara zilizo wazi, masimamio ya Ibrahim, yani pale ambapo Nabii Ibrahim alayhi salam aliposimama wakati alipokuwa huko, na mwenye kuingia humo atakuwa katika amani. Na kwa ajili ya Mwenyezi Mungu imewajibika watu wahiji kwenye nyumba hiyo kwa yule awezaye njia ya kuendea, na atakaye kanusha basi Mwenyezi Mungu si mhitaji wa walimwengu. Kama Mwenyezi Mungu amewaamrisha watu wende wakahiji kwenye nyumba hiyo ya Makka, kwenye Kaaba, wakafanya ibada ya haji, na yule ambaye atakanusha basi Mwenyezi Mungu anasema sio mhitaji wa walimwengu, hana kitu anachohitajia kwetu. Unapofanya ama tunapofanya, tunafanya kwa sababu ya faida inaturudia sisi wenyewe, na tukikiuka hali ya kuwa uwezo upo, hasara ni kwetu wenyewe. Aya hizi nimezitanguliza kwa huu munasaba ambao tuko nao siku ya leo, kwamba kwa kweli ibada hii ya haji ndio imefungamanishwa na hii sherehe ambayo tuko nayo ya Eid al-Adha, ambapo
asili yake tutakuta na mafungamano na Nabii Ibrahim alayhi salam. Kwa wale ambao Mwenyezi Mungu amewajalia kwenda hija, watakuta yote wanayoyafanya pale, mizunguko yote ya kule hija, unakuta ni mambo ambayo Nabii Ibrahim alayhi salam alifanya maeneo mbalimbali, na Mwenyezi Mungu aliweka haya yaliyofanyika huko kuwa kama kumbukumbu kwa wanadamu watakaokuja baada ya Nabii Ibrahim alayhi salam, na ili waweze kuiga na kufuata mwendo wa Nabii Ibrahim alayhi salam. Katika shughuli yetu ya leo ambayo ndio siku ya Eid, nimeona ni bora tukumbushane mawili matatu kuhusiana na mambo ya Eid ambayo tuko ndani yake, baada ya kuona kwamba asili mafungamano yake yanafungamana kule na Nabii Ibrahim alayhi salam. Tunakuta kwanza hili neno Eid kilugha lina maana yake. Tuambiwa katika lugha, katika matumizi ya kawaida, Eid ni siku ya furaha na kusherehekewa kwa kumbukumbu tukio tukufu au jambo la kidini. Kwa matumizi ya kawaida, neno Eid ina maana ya siku ya furaha, ama huwa ni katika sherehe za mambo ambayo yaliweza kutokea yenye kumbukumbu, hata kama ya kihistoria katika nchi inahesabika kuwa ni Eid, lakini inatumika zaidi kwetu sisi Waislamu kwenye Eid hizi ambazo tunazijua za Eidul Fitr na Eidul Adha, na kwa sisi wafuasi wa Ahlul Bayt tunaonyongeza pia ya Eidul Ghadir. Kwa hivyo ni sherehe ya kidini kwa upande wetu sisi Waislamu kwa Eid hizi ambazo tunazikusudia. Na tukija kwa maana ya kisheria, Eid ina maana ya dhihirisho miongoni mwa madhihirisho ya dini, na ni alama miongoni mwa alama zilizoko za kidini, kwamba hili jambo la Eid linadhihirisha alama za kidini. Sisi tunapokusanyika hivi, tunainua ile alama ya kidini, tunadhihirisha alama ya Uislamu. Kwa hivyo ina faida kubwa kwamba hii ni alama miongoni mwa alama zilizoko za kidini. Kwa mfano, naambia msikiti ni alama ya kidini, swala ni alama ya kidini, mtume ni alama ya dini na kadhalika. Kwa hivyo Eid hii ambayo tunakusanyika sisi Waislamu na Eid zile nyingine ama zile nyinginezo ambazo tunakusanyika kuzikumbuka ni alama ya kidini. Kwa hivyo ni mambo ambayo tunatakiwa kufungamana nayo, ni katika mila na desturi zetu sisi Waislamu kuinua hili. Na Mwenyezi Mungu mwenyewe anatuambia, waman yu'azzim sha'aira Allah fa innaha min taqwa alqulub, kwamba atakayeadhimisha, atakayeinua zile alama za kidini akaziona ni tukufu kwake, basi hayo ni katika ucha Mungu. Yaani wewe unapoadhimisha, unapokitukuza kile ambacho Mwenyezi Mungu amekitukuza, inakuwa ni miongoni mwa ucha Mungu. Historia ya jambo hili la Eid, hasa Eidul Adha, inaturejesha kwa Nabii Ibrahim alayhi salam. Kwa kuwa Bwana Mtume alipoulizwa hili jambo la Eid al-Adha tunalifanya kwa sababu gani, Mtume akajibu, ni kwa sababu ni sunna ya Nabii Ibrahim alayhi salam. Kwa hivyo unakuta historia yake inatufungamanisha na Nabii Ibrahim alayhi salam. Hapo ndio asili ilianzia, na ni baada ya kupata ule mtihani wa kumchinja mwanaye. Kuanzia hapo alipofaulu mtihani wenyewe, akaonesha utiifu na unyenyekevu, basi Mwenyezi Mungu akatukuza jambo hilo na akalitaka libaki katika historia ya wanadamu. Kwa hivyo asili yake ni wakati huo na itaendelea mpaka kiyama insha Allah. Umuhimu wake ni kuwa ni kumbukumbu
na Nabii Ibrahim alayhi salam alipokuwa tayari kumchinja mwanawe katika utiifu wa amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba Nabii Ibrahim alayhi salam alionyesha unyenyekevu wa hali ya juu, kwamba baada ya kuwa amekaa bila ya mtoto kwa miaka mingi mpaka umri wa uzee umemfikia, yule Mwenyezi Mungu alimruzuku ambaye ni Nabii Ismail alayhi salam, baada ya kuwa amekuwa ni kijana ambaye aweza kutumwa hapa na pale, kijana barubaru, Mwenyezi Mungu anamwamrisha amchinje, lakini yeye kwa unyenyekevu wake hakurudi nyuma, japokuwa ndio alikuwa mwanae wa pekee wakati huo, maana Nabii Ishaq alikuwa hajazaliwa, lakini yeye alisimama imara na akatii hiyo amri. Na mwanae pia alipojulishwa kwamba Mwenyezi Mungu ameniamrisha nikuchinje, je, wewe unaonaje? Akamwambia, fanya kama alivyokuamrisha Mwenyezi Mungu. Yaani mtu na mwanae namna gani wananyenyekea mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa Mwenyezi Mungu alivutiwa, alipendezwa na daraja ya juu ya unyenyekevu ya Nabii Ibrahim alayhi salam, na akaitaka ibaki katika historia, wanadamu wao wakifumisha siku hii mpaka siku ya Kiyama. Hapa tunajikuta na sisi tupo pia, tunajiuliza, je, sisi tunaweza kunyenyekea hivi? Maana Mwenyezi Mungu hafanyi jambo bila sababu. Kuliweka hili ni kutaka liendelee kwa watu wote, lakini tunajifunza nini hapa? Ni kusherehekea tu, tukutane, tule pilau, mahamri, tuchinje, tusherehekee, ndio itakuwa imebaki hivyo? La, Mwenyezi Mungu anataka tubakishe ile kumbukumbu ya utiifu na unyenyekevu kwake. Tumuige Nabii Ibrahim alayhi salam, kama alipokuwa tayari kutoa kila alichokuwa nacho ambacho ndio bora zaidi. Mwenyezi Mungu anatufundisha na sisi pia tunatakiwa, tunachokipenda zaidi kinapotakiwa kutolewa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi tusirudi nyuma, kwa sababu ile alikuwa ni wa pekee na Nabii Ibrahim alikuwa tayari kumtoa, abaki hivyo hivyo. Sisi je, katika vitu mbalimbali ambavyo Mwenyezi Mungu ametupe, kuna chochote katika vitu hivyo tunaweza kutoa kwa kumridhisha Mwenyezi Mungu? Hapo ndio tunatakiwa tujiulize na tuangalie tunatakiwa tumuige Nabii Ibrahim vipi. Kwa hiyo wajibu tulionao ni sisi tumuige Nabii Ibrahim, tuwe watiifu na wanyenyekevu kwa Mwenyezi Mungu, kiasi ambacho chochote tuko nacho tuwe tayari kukitoa. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi hili alidhihirisha katika uhai wake. Tukiangalia historia inatuonyesha kwamba Mtume alipokuwa anaanza kazi yake ya kuwalingania watu, kuwaita kwenye Uislamu, waliwaendea wale mabepari na wale matajiri wakuu wa mji wa Makka, wakamtaka asalimu amri kwamba wako tayari kumpa chochote kile, ikiwa ni mwanamke mrembo zaidi washinda wote watamtafutia, ikiwa ni mali wako tayari kukusanya mali yao yote na wampe, ikiwa ni cheo wako tayari kumpa hicho cheo awe ndio mkuu wao, lakini awache kazi ya Mwenyezi Mungu. Lakini kwa sababu ya utiifu na unyenyekevu wake kwa Mwenyezi Mungu, vitu vyote hivi havikumbabaisha, na alizidi kumwambia ammi yake Abu Talib, hata lau kama watanipa jua waniwekee mkono wangu wa kushoto wa kulia na mwezi mkono wangu wa kushoto, ili niwache jambo hili la kuwalingania watu, basi sitawacha. Kwamba alikuwa tayari kuacha vyote, na hakuwa na mali, hakuwa na uwezo mkubwa wa kidunia kama watu tunapotazama mambo, lakini alikuwa tayari kuacha vyote hivyo kwa sababu ya kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tunaona hivyo hivyo kwa kizazi chake kitukufu. Maimamu alayhimussalam katika maisha yao utaona namna gani walipitia mazito
lakini kwa sababu ya kumtii na kunyenyekea kwa Mwenyezi Mungu walisimama imara kuhakikisha dini ya Mwenyezi Mungu inabaki kwa salama. Kwa muda huyo imamu yupo, ahakikishe imebaki kiasi kitakachowezekana, mwingine akija kuchukua inakuwa ni jukumu lake. Hivyo tunamkuta Imamu Hussein miongoni mwao. Tuangalie tukio la Karbala, alifanya nini? Alitoa kila kitu mpaka na nafsi yake kwa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa sisi naye tujiulize, tutatoa nini kwa sababu ya Mwenyezi Mungu? Ni lipi ambalo tutalifanya la kumridhisha Mwenyezi Mungu ili awe radhi na sisi kama alivyokuwa Nabii Ibrahim na wengine ambao walifuata, na mwingine pia walikuwa kabla yake. Kila nabii wa kabla yake alikuwa na majukumu na alitekeleza kwa shida na raha. Sisi pia tunatakiwa tumwige Nabii Ibrahim na wengine waliokuja na walikuwa kabla yake katika utiifu na unyenyekevu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar.